Hello, good day guys. Hello my people, how is it there? And today's videos naenda kuonyesha how I took my entry on NZD USD by using this amazing technical gospel strategy. Leo nitaenda kuonyesha jinsi gani ambavyo nilipata entry yangu kwenye pair hii ya NZD USD kwa kutumia strategy ambayo tunaita technical gospel strategy. Hii strategy ni strategy nzuri sana na ni strategy ambayo ni very powerful na nimekuwa nikitumia muda wote ku make my profits. So on today's video I'm going to show you how it works and how you can copy and paste so that you can use it by yourself and make money. So setup yangu ilikuwa kama hivi, kama unavyozidi kuona, this is my pair ambayo ni NZD USD. Hapa ni baada ya results kutokea. Let me show you a snapshot of it before. Pair ilikuwa hivi kabla. I took a screenshot of the pair before. As you can see, price ilikuwa bado haijafika hapa kwenye target yetu ambayo tulikuwa tumei, lakini unaona the whole chart jinsi ilivyokuwa. So ngoja turudi kwenye trading view ili nikuonyeshe jinsi gani ambavyo nilichukua entry yangu. So basically hapa nilikuwa kwenye very strong resistance level. So by using a gospel strategy kuna kitu tunakiita major key. So I draw my major key from here up to here. This was my major key. And then ukiangalia hapa, kwa sababu tuko kwenye hii tunaita very strong resistance level na price kaonyesha stop hunt au tunaita buy side liquidity. It was a buy side liquidity. So after seeing this buy side liquidity ambayo ilikuwa ni stop hunt, so inaita buy side liquidity. I can name it naita buy side liquidity. Let me name it buy side liquidity ambayo tunaita BSL. This is buy side liquidity. So baada ya kuona hii buy side liquidity imetokea hapa na my gospel strategy kwamba my gospel strategy inaenda, sorry guys, na baada ya kuona hii BSL imetokea ambayo ni buy side liquidity, naenda kuangalia kipi kinachoenda kufuata baada ya hapo, kwa sababu nipo kwenye very strong sub resistance level. Hii ni level ambayo iliresist hii movement, ilizuia movement from going up, badala yake movement ikaenda chini na soko lilienda chini for the long period of time, as you can see. So kwa mantiki hiyo ni kwamba nikifika hapa lazima tena nitaenda chini. Okay, so nitaenda chini kwa namna ipi? Lazima niwe na uthibitisho, kwa sababu price inaweza ikafika hapa ika break na ikaenda juu. Hicho kitu kinawezekana. Okay, so maana yake hapa nilichokiona nikaangalia confirmation zangu, vithibitisho vya kuingia kwenye hii trade kwa kutumia hiyo strategy ambayo nakwambia inaitwa gospel technical strategy. If you wish to know that strategy, ni check, ni kufundishe, everything is there. So baada ya kuona hichi kitu kilichotokea ni kwamba, as you can see hapa, price ilikuwa ina range upward, ilikuwa inatengeneza kitu kama an uptrend consolidation katika mfumo wa kwenda juu. So baadaye nilivyochola hii major key, price ilikuja kuvunja hii major key. As you can see, this major key was respected for a long period of time. So baadaye ilivyokuja kuwa broken, nilisubiri retest yangu itokee. Baada ya retest kutokea, nikachukua my trade na target yangu ikawa hapo. So as you can see, baada ya kuchora major key hapa, maana yake price ika break the major key. So I took my entry and my kwamba my target was here. So as you can see hapa, tayari tumeshafika kwenye target yetu, hapa chini, na mpaka sasa hivi ukija kuangalia hapa kwenye trade yetu hii trading view, price imebreak hata hii level ambayo tuliweka kama target yetu. Kwa sababu gani imebreak? Kwa sababu hii ni strong resistant level, ni resistance level ambayo ina nguvu kubwa sana, ambapo kama tulivyoona mara ya kwanza iliweza kupush movement kutoka hapa juu kwenda paka chini. So basically hata ikifika hapa tena, hicho kitu kinaweza ikatokea, price ikatoka hapa juu kwenda chini. Nimeweka short term target kwa sababu I don't need to trade long time target. Nikishapata tu setup hivi ndogo ya uhakika, naingia na lot size kubwa, naingia position nyingi,
ili ku maintain profit nyingi kwa wakati mdogo, kuliko kukaa kwenye trade muda mrefu alafu mwisho wa siku price inaweza ikachange, kwa sababu as you know soko sasa hivi limekuwa gumu sana kutengeneza pesa, kwa sababu na masuala mbalimbali ya kiuchumi yanachangia. As you know, dunia ipo kwenye ulimwengu, upo kwenye mapinduzi makubwa ya teknolojia sasa hivi. Teknolojia so uchumi wa kila nchi unaingia kwenye shida. Kwa hiyo each and everything inaweza ikatokea muda wowote sokoni. So that's why na recommend sana kuchukua short term targets. As you can see, it was here from here. So I'm going to show you my entry. Mtu mwingine anaweza kusema kwamba unatuonyesha kitu ambacho labda hujaingia, umefanyaje? So I'm going to show you my entry, how I took the entry and the profit that I get. Ukija hapa you can see my entry actually ni NZD USD and my entry was here. It was one lot size. Price ika move hapo mpaka hapo kwenye target yangu, then nikatoka. Okay, price will move kutoka hapo mpaka kwenye target yangu, then nikatoka. So I made like $500 US in this trade, as you can see. So guys, let's meet in another session. This was Kasim Mandanda. Thank you for your time. Ciao.